Kesi ya uhaini ya Tundu Lissu imeanza kusikilizwa rasmi muda huu ndani ya mahakama ya Masjala Kuu ya Dodoma. Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Taifa, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu anawahoji kwa maswali ya dodoso muda huu kamishna mkuu wa magereza pamoja na mkuu wa gereza la Ukonga katika shauri la kikatiba la nambari 7300 la mwaka 2026 mbele ya Mahakama Kuu ya Tanzania Masjala Kuu ya Dodoma. Karibu mtazamaji, ni kuonyeshe kila kitu na nikueleze kila kitu kinachoendelea muda huu ndani ya Mahakama ya Masjala Kuu ya Dodoma sasa hivi. Lakini kabla nifanye hivyo, chukua sekunde yako moja ama mbili, bonyeza alama like, kisha subscribe na ubonyeze alama ya kengele. Tundu Lissu bado yuko ndani ya Ukonga, lakini sasa hivi kutoka ndani ya gereza hilo, yeye ndiye anayeuliza maswali dhidi ya serikali. Sasa hivi wakati taarifa hii ikiwasilishwa, shauri la kikatiba linasikilizwa mbele ya jopo la majaji watatu wa Mahakama Kuu ya Tanzania, na kinachoendelea katika chumba hicho cha mahakama leo ni jambo ambalo limekuwa likijengeka kwa miezi mingi, kwa sababu kinachopingwa si kanuni tu ya gereza, ni haki ya mtu kama Tundu Lissu anayekabiliwa na adhabu ya kifo kuzungumza faragha na mawakili wake. Mwenyekiti wa taifa wa Chadema Mheshimiwa Tundu Lissu sasa hivi muda huu anamhoji kwa maswali ya dodoso kamishna mkuu wa magereza na mkuu wa gereza la Ukonga. Maofisa hao wanaosimamia hali ambayo analalamikia yeye na mawakili wake mahakamani kwa miezi mingi. Uhoji huu wa dodoso unaofanywa na Tundu Lissu unafanyika kuanzia muda huu Julai tarehe 1 hadi Julai tarehe 3 mwaka 2026, na majaji wanatarajiwa kutoa uamuzi mnamo Julai tarehe 6. Hata hivyo, katika Mahakama Kuu ya Tanzania Masjala Kuu ya Dodoma ukisikilizwa leo kwa njia ya mtandao na jopo la majaji watatu, kesi hii inasikilizwa kwa njia ya mtandao, njia ya video na sauti. Mheshimiwa Jaji Mruma, Mheshimiwa Jaji Daktari Rumisha na Mheshimiwa Jaji Daktari Longopa ndio majaji wanaofuatilia kesi hii. Hata hivyo, shauri hilo lilifunguliwa na mawakili Kulwa Maduhu, National Nkungu na Paul Kisabo dhidi ya mwanasheria mkuu wa serikali, kamishna mkuu wa magereza na mkuu wa gereza la Ukonga. Mahakama inaombwa kutoa uamuzi kuhusu masuala kadhaa ya kikatiba leo yanayohusiana na vikwazo ambavyo jeshi la magereza limeweka dhidi ya Tundu Lissu, vikwazo vya ziara na usiri wa mazungumzo yake ya kisheria. Mtazamaji, hebu tuwe wawazi katika kesi hii inayoendelea sasa hivi mahakamani kuhusu jinsi vikwazo hivyo vilivyoonekana kwa vitendo, kwa sababu rekodi ya mahakama inauambia ukweli wa kina. Tangu kuhamishwa Ukonga, viongozi na wanachama wa Chadema wamezuiwa kabisa kumtembelea Tundu Lissu. Viongozi wa chama wameileta hoja hii mara kwa mara, na sasa ni moja ya malalamiko makuu mbele ya mahakama leo. Upande wa mashauriano ya kisheria, hali imekuwa mbaya zaidi sasa hivi. Mamlaka ya magereza ilitaka mazungumzo yote kati ya Tundu Lissu na mawakili wake yafanyike kupitia kioo cha kizegeu kwenye simu inayofuatiliwa na kusikilizwa na utawala bila uwezo wa kubadilishana hati za kisheria. Katika kesi inayohusisha mashtaka ya uhaini yanayobeba adhabu kali ya kifo, hii si usumbufu mdogo wa utaratibu, ni ukiukwaji wa msingi wa haki ya uwakilishi wa kisheria, na hilo hasa ndilo ambalo mawakili waliofungua shauri au kesi hii wanaomba mahakama kushughulikia. Lissu alileta malalamiko haya moja kwa moja mbele ya Mahakama Kuu tangu Februari mwaka 2026 akipinga ukosefu wa faragha wakati wa mikutano na mawakili wake, akisema tatizo hili lilikuwa limeshaibuka mahakamani awali na sasa limerudi tena. Tusimame hapa kwa muktadha mpana zaidi mtazamaji, kwa sababu uzito wa kikatiba wa kesi hii unakwenda mbali zaidi ya Lissu peke yake. Uamuzi wa mahakama katika shauri la kikatiba nambari 7300 la mwaka 2026 unaweza kuweka mwelekeo wa kisheria unaobainisha kwa Tanzania nzima maana halisi ya haki ya mashauriano ya faragha ya kisheria kwa mtu yoyote anayeshikiliwa katika kizuizi cha kabla ya kesi. Mtazamaji, kama mahakama itampa Lissu haki, itaweka wazi kwamba mamlaka ya magereza haiwezi kufuatilia au kuingilia mawasiliano kati ya mshtakiwa na timu yake ya kisheria bila ubaguzi wowote. Hiyo itakuwa uamuzi wenye athari kwa kila mtu aliyeshikiliwa katika vizuizi vya Tanzania kwa sasa, si mwenyekiti wa Chadema tu aliyekaa Ukonga leo. Chama cha wanasheria
kisheria Tanganyika kimekubaliwa katika shauri hili kama mdau mwenye maslahi, maana shirika la kitaaluma la kisheria la nchi linashiriki rasmi katika matokeo ya kesi hii. Ukweli kwamba chama cha wanasheria kilisaka na kupewa hadhi hiyo ni wenye maana yenyewe unaashiria kwamba taaluma ya kisheria ya Tanzania inaona masuala yanayoibuliwa katika kesi hii kama jambo la kanuni ya kitaaluma, sio mgongano wa kisiasa tu kati ya mfungwa na maofisa wa gereza. Leo mtazamaji wangu, Lissu anatarajiwa kuhoji kwa maswali si tu kamishna mkuu na mkuu wa Ukonga, bali pia mawakili waliofungua shauri hili, hasa ili waweze kuelezea mahakama kwa maneno yao wenyewe hali wanazokutana nazo binafsi wanapojaribu kumwakilisha kama mteja wao. Mahakama itasikia masimulizi ya kwanza ya jinsi ilivyokuwa kwa vitendo kujaribu kuwakilisha Tundu Lissu kutoka nje ya gereza la Ukonga. Sasa mtazamaji, tuongeze muktadha mmoja zaidi muhimu ambao hadhira yetu leo inahitaji kuelewa kuhusiana na usikilizo huu ndani ya mahakama leo. Usikilizwaji huu wa leo wa kikatiba unafanyika sambamba na si badala ya kesi ya uhaini ya Tundu Lissu ambayo yenyewe ina tarehe ya hukumu iliyopangwa Julai tarehe 6. Hii inamaanisha ndani ya wiki moja mahakama ya Tanzania zimepangwa kutoa maamuzi katika mashauri mawili tofauti muhimu ya kisheria yanayomhusu mtu mmoja. Shauri la kikatiba linalosikiwa leo linashughulikia haki zake kama mzuiliwa. Hukumu ya uhaini inayotarajiwa Julai tarehe 6 inaweza kuamua hatima yake kwa mashtaka yanayobeba adhabu ya kifo. Tundu Lissu, mtazamaji, aliokoka jaribio la kuuawa mnamo mwaka 2017 ambalo lilimwacha na majeraha ya kudumu na matatizo makubwa ya kiafya yanayoendelea. Tangu kukamatwa kwake mnamo Aprili mwaka 2025, amekosa miadi kadhaa ya matibabu iliyopangwa kwa sababu ya kuzuiliwa kwake. Mwezi Mei mwaka 2026 alipata mgawanyiko mkubwa wa kiafya wa tumbo ndani ya Ukonga kama inavyoripotiwa baada ya chakula kilichohudumiwa ndani ya kituo hicho, huku vipimo vikibainisha maambukizi ya amoeba. Jeshi la magereza la Tanzania halikuthibitisha rasmi maelezo ya tukio hilo. Kikundi kazi cha haki za binadamu cha Umoja wa Mataifa pia kimeshatoa uamuzi kwamba kuzuiliwa kwake Tundu Lissu ni kinyume cha sheria ya Tanzania. Serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan bado haijatia uamuzi huo au kuzungumza. Yote hayo ndiyo mazingira ambayo shauri la kikatiba nambari 7300 la mwaka 2026 linalosikilizwa leo linasikilizwa sasa hivi kupitia njia ya mtandao. Shauri linaloomba Mahakama Kuu ya Tanzania Dodoma kuweka mstari wazi kuhusu haki za mzuiliwa kuzungumza faragha au private na wakili wake, kupokea wageni na kuandaa utetezi wa kisheria bila serikali kusikiliza kila neno. Mtazamaji wangu wa Mirindimo Media, ningependa kukujuza tu tutaendelea kufuatilia kesi hii kwa karibu leo hadi tarehe 3 Julai, na mara tu uhoji wa dodoso wa kamishna mkuu na mkuu wa Ukonga utakapotoa ushahidi muhimu. Mtazamaji wangu wa Mirindimo Media, tutaendelea kufuatilia kesi hii kwa karibu, na mara tu uhoji wa dodoso wa kamishna mkuu na mkuu wa Ukonga utakapotoa ushahidi muhimu, au mara tu jopo la majaji watatu litakapotoa uamuzi wowote katika shauri hili la kikatiba au maendeleo yoyote yanayohusiana na hukumu ya uhaini inayotarajiwa Julai tarehe 6, tutawaletea taarifa hiyo papa hapa ndani ya Mirindimo Media. Mirindimo Media hapa tutashughulikia tu kesi hii ya Tundu Lissu, tukuletee habari hadi mwisho wa kesi hii, hadi uamuzi na hukumu itolewe, hadi Tundu Lissu achiliwe huru, tuone na tushuhudie nini kitatokea baadaye. Vile vile mtazamaji, kumbuka kulike na kusubscribe na ubonyeze alama ya kengele ili basi uwe wa kwanza kila siku kupokea taarifa hizi.